Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha harakati za msakatonge kinachokwenda hewani kupitia YouTube channel yetu ya Markup TZ. Leo mada hewani ni chakula cha akili. Tutazungumzia kuhusiana na mahusiano. Wengi vijana wamejiingiza kwenye maisha ya mahusiano pasipo kujua mahusiano ni nini, faida ya mahusiano ni nini na kwa nini wapo kwenye mahusiano. Leo sintozungumza mahusiano kwa mapana, ila nitazungumza mahusiano kwa ufinyu. Leo mahusiano nitakayozungumza ni mahusiano ambayo ya vijana wanaoingia kwenye maisha ya ndoa. Wengi wamekuwa wakiingia kwenye maisha ya ndoa pasipo kufanya tafiti juu ya watu ambao wanaingia nao kwenye maisha ya ndoa. Na wengi wamekuwa wakiingia kwenye maisha ya ndoa kwa mihemko tu. Na madhara ni yapi ambayo yanapatikana kufata mihemko yako kuingia kwenye maisha ya ndoa? Wanasema kosea yote usikosee kuoa ama kuolewa. Kwa kuanza tuanze kuhusiana na wewe ambaye uko kwenye maisha ya ndoa. Ni kitu gani ambacho kimekusababisha uingie kwenye maisha ya ndoa na huyo uliye naye? Sikufahamu, lakini mimi nitaingia kwenye maisha yako. Wengi wameingia kwenye maisha ya kimahusiano au maisha ya ndoa na vitu ama matokeo na si wao watu ambao wako nao. Wengi wameingia kwenye maisha ya ndoa kutokana na ahadi. Wengi wameingia kwenye maisha ya ndoa kutokana na uongo. Pengine naweza nikazungumza hivi, watu wakasema hapana, si kweli. Sasa twende moja kwa moja. Muulize uliye naye kwa nini kakuchagua wewe kuanza naye maisha ya ndoa na si wengine. Nini alichokupendea? Ukigundua alichokupendea, kitunze, kwa sababu kikitoweka na penzi lako, maisha yako, mahusiano yako yametoweka, kwa sababu yeye aliingia kwenye maisha ya mahusiano na hicho kitu cha ziada na sio wewe. Kwa mfano, umeingia kwenye mahusiano na mtu ambaye alikuahidi nitakufungulia biashara fulani ama nitafanya 1, 2, 3 tukianza na wewe maisha ya ndoa. Alafu baada ya kuwa umeingia kwenye maisha ya ndoa hukioni hata kimoja. Upendo ule utatetereshwa kutokana na zile ahadi zilizokufanya wewe uingie kwenye maisha ya ndoa kutokutimia. Kwa mfano, umempenda mtu kutokana na weupe wake. Akiwa mweusi, maana yake penzi lako lilikuwa kwa mtu mweupe. Ikiwa umempenda mtu kutokana na maisha mazuri alionayo, maana yake haujampenda alivyo, isipokuwa umeyapenda yale maisha mazuri. Wewe umeingia kwenye mahusiano na yale maisha mazuri. Ukiingia kwenye mahusiano kwa sababu ya kitu fulani, maana yake wewe hauko kwenye mahusiano na huyo mtu, isipokuwa upo kwenye mahusiano na kile kitu fulani. Na wewe uliye kwenye mahusiano na mtu ambaye kakupenda kwa sababu ya kitu fulani, jitahidi ukijue kisha ukitunze, kwa sababu kikitoweka upendo wako umetoweka. Tuchukulie mfano hivi sasa, kuna wale watu wa kawaida wanaanza kutoweka baada ya kujitambua kwamba sisi ni watu wa kawaida, hatupendwi pengine hadi tuwe na vitu vya ziada. Wamesoma, wana kazi nzuri, wana mishahara mizuri. Hicho ndio kinachowalinda wao. Wanapendwa kutokana na kazi wanazozifanya ama usafiri wanaotumia. Wapo tayari watu wenye mionekano kuwa na watu wa kawaida kwa sababu ya vile vitu vyao. Hata ule ukawaida wao hauonekani tena. Kwa mfano, unaweza kuwa kwenye mahusiano ya ndoa na mtu mzuri sana, yani kimuonekano yuko vizuri, lakini anakuchiti na mtu wa kawaida sana. Unaweza kujiuliza ni kwa nini?
lakini jibu ni jepesi tu. Wewe alikupendea muonekano, lakini kuna vitu ambavyo ni muhimu kwenye maisha yake ya mahusiano ambavyo anavyovihitaji wewe huna. Kwa hiyo anapokwenda kwa yule mtu wa kawaida, na yule mtu wa kawaida anajua kabisa huyu alichofuata ni kitu fulani, anampatia kile. Kwa hiyo kwenye maisha ya mahusiano mtakuwa wawili. Akihitaji muonekano wako, atatulia na wewe, atakwenda out na wewe, atakwenda popote kwa sababu wewe ni wa mtokeo. Ila akihitaji vitu fulani ambavyo vinamfanya yeye atulie, moyo wake usahau kila kitu, anakwenda kwa mtu wa kawaida kwa sababu ana kile kitu cha ziada. Na yule mtu wa kawaida, kile kitu cha ziada ambacho kilichomsababisha huyo mtu atoke kwa mtu wake mzuri mwenye muonekano, kikitoweka, ataachana na wewe kumtafuta mtu ambaye ana hicho kitu cha ziada. Kitunze hicho kitu cha ziada, kwa sababu ndicho kilichojenga mahusiano yako. Ndoa nyingi zimekuwa zikidumu, lakini watu hawajui kwa nini wale wamedumu kwa muda mrefu. Samahani, ni tafiti yangu tu ya kipuuzi, lakini usichukulie ndivyo hivyo. Pengine inaweza kuwa na ukweli, ama ukweli ni kidogo. Ndoa nyingi zimekuwa zina misukosuko, lakini misukosuko inasababishwa na wanandoa wenyewe, alafu tiba yake ipo kwa vidumu ama michepuko. Kwa hiyo unaweza kuwa na mtu kwenye mahusiano ya ndoa, lakini haupo huru kuongea unachokihitaji katika maisha ya ndoa. Kwa mfano, umezoea wewe ni mtu wa nginja nginja, alafu umeingia kwenye mahusiano, hata mjajaribiana kwamba ana uwezo wa kukimbia mita ngapi kwa muda gani. Umeingia naye kwenye maisha ya mahusiano aliyakuwa wewe uwezo wako wa kukimbia uwanjani ni mkubwa. Unapokuwa mchovu, iwe isiwe, atamtafuta mkimbia riadha mwenye uwezo kama wake. Kwa hiyo atakwenda nje kukimbia riadha, atoke jasho, alafu kwako atakuja kupumzika kama kusuuza tu. Kwa hiyo tujitahidi kuingia kwenye maisha ya ndoa na watu ambao tunalingana nao uwezo. Ukigundua kwamba uwezo wako ni mdogo, mtafute mwenye uwezo sawa na wewe. Tutafute tunaoendana nao. Sasa ndoa nyingi zimekuwa zikidumu kwa muda mrefu kwa sababu ya michepuko. Kuna vitu ambavyo mwanandoa hana, alafu hayupo tayari kufundishwa, na hayupo huru kumwambia mwenzake. Kwa hiyo anachokifanya, kama alikuwa na ex wake, ataendelea naye kutokana na vile vitu vya ziada ambavyo mwanandoa wake hana. Na yule mchepuko anapogundua huyu kaja kwangu kwa sababu hii aliyakuwa ana mke mzuri, kwa hiyo anachokifanya, atampa kile ambacho mke wake hampi. Na usije kushangaa matumizi makubwa yakawa kwa mchepuko kuliko njia kuu. Kwa hiyo furaha inakuwa kwa wanandoa, ndoa zinadumu, lakini siri inakuwa michepuko ndio wanaoidumisha hiyo ndoa. Kwa mfano, wewe unayenitazama ambaye ni mwanandoa, una uhakika unamridhisha mwanandoa wako? Una uhakika wewe ni chaguo sahihi la mwanandoa wako? Una uhakika kila anachokihitaji mwanandoa wako anakipata kwako? Wengi tupo kwenye maisha ya mahusiano kama daraja la kuwavusha, kuwapeleka hao wenzetu tulionao kwenye mahusiano kwenye watu wao sahihi. Kwa nini unakuwa na mke lakini hauna uhuru wa kutoka naye out? Maana yake wewe ulimuoa kwa sababu, na ile sababu ndio inasababisha wewe uwe naye kwenye mahusiano ya ndoa, na sio huyo uliye naye kwenye ndoa. Hiyo sababu inapotoweka, basi na mahusiano yanatoweka. Tujitahidi sana kufanya upembuzi yakinifu tunapoingia kwenye maisha ya mwisho ya mahusiano ya ndoa. Mimi huwa na washauri, lakini ni ushauri wangu wa kipuuzi, sio sana kuufuata, wa kipuuzi.
Unapotaka kuingia kwenye mahusiano, dini haisemi hivyo, ni ushauri wa kipuzi. Unapotaka kuingia kwenye mahusiano ya ndoa, cha kwanza angalia zile sifa, vigezo unavyovihitaji huyo unayetaka kuingia naye kwenye maisha ya ndoa anavyo. Je, mnaendana? Wewe ni chaguo sahihi kwake na yeye ni chaguo sahihi kwako? Yupo kwako kwa ajili ya nini na wewe unakwenda kwake kwa ajili ya nini? Ukimpenda mtu jinsi alivyo na yeye akakupenda jinsi ulivyo, hata ukikosa hawezi kukuacha kwa sababu umekosa. Hata ukipambana na mtihani mkubwa hawezi kukuacha kutokana na huo mtihani. Ila akikupenda kutokana na kipato ama nyumba nzuri ama gari zuri, vikitoweka hivyo vitu, na yeye lazima mtafute mtu mwenye vile vitu, atakuacha tu. Sasa hebu leo tuzungumzie ni madhara yapi kuwa kwenye mahusiano ya mtu ambaye si chaguo sahihi la moyo wako. Hadi wakati mwingine tena, langu jina ni Mpita Njia. Kipindi kilikuwa ni Harakati za Msakatonge, mada ilikuwa ni chakula cha akili. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Makab TZ. Sina cha kukulipa kwa kukutafunia muda wako. Hadi wakati mwingine tena, alamsiki. Ni yupi mtu sahihi kwako? Na unampataje mtu sahihi?